Habari na asante kutembelea website ya isayasoftware.com. Kipindi kilichopita cha WordPress tulishia kwenye hatua ya mwisho kabisa baada ya kuinstall, na tulifanikiwa kuinstall WordPress. Sasa leo tuta login na kuingia kuona kuna nini ndani ya administration panel ya WordPress. Nitabonyeza login, kisha nitaingiza username ambayo niliweka wakati ninafanya installation. Nitaingiza na password yangu, kisha nita login. Kama umelogin kwa mara ya kwanza, hautaona vitu vingi sana kwenye dashboard yako ya WordPress. Hii hapa ndiyo dashboard ya WordPress na inakukaribisha kwa kukupatia message ya welcome. Na baadaye ukishaanza kufanya kazi, utaanza kuona number of post na comments ambazo umezipata kwenye dashboard yako. WordPress administration panel imegawanyika katika makundi matatu. Kundi la kwanza ni la dashboard, ambako unaweza kuona dashboard yako na update ambazo utakuwa umezipata. Kundi la pili ni content management system. Hili eneo lina contain post, media, pages na comments kwa ajili ya kumanage taarifa zilizopo kwenye website yako. Na kundi la tatu ni administration panel, ambapo hapa unaweza ukachange vitu kama theme, unaweza uka install plugin mbalimbali kupitia hili hapa eneo. Ni eneo la kufanya administration ya website yako. Niki-highlight ninaweza kupata flyover menus ambazo zipo, na ukikliki kwa mfano hapa kwenye user, hizo fly menus zinakuwepo ndani au chini yake ya ile menu ambayo umeibonyeza. Kama unataka nafasi zaidi ya kuona dashboard yako au sehemu ya kufanyia kazi, unaweza ukatumia collapse menu na vitu vikapungua na eneo la dashboard likaongezeka ukubwa. Lakini kitu uchachokuwa una access ni hizi hapa icons zitazo kuonesha wapi unatakiwa kwenda. Na baadaye kama unataka kurudi kwenye hali ya kawaida, unaweza ukabonyeza hii hapa button ya mwisho kurudisha ili menu zionekane na majina yake, badala ya kuonekana icons peke yake. WordPress administration panel ni responsive. Hivyo hata nikipunguza ukubwa wa browser yangu, unaweza kuona menu zina respond, na inahakikisha hata kama niko kwenye kifaa chenye ukubwa mdogo wa upana wa kioo, inaweza kufanya kazi bila matatizo yoyote. Ninaweza kutanua kidogo, unaweza kuona hizi menu zitaanza kuja upande wa kushoto, zimetokea. Na ukadiri upana unavyozidi kuwa mkubwa zaidi, basi menu zitaendelea kufiti na kuonesha maneno pamoja na icon zake. Nikija katika hili eneo la katikati, unaweza kuona eneo hili naweza kulicustomize vyovyote ninavyopenda. Kwa mfano, ninaweza kuondoa hii message kwa kubonyeza dismiss. Lakini pia hizi hapa zimekaa kwenye column mbili, lakini ninaweza nikahamisha eneo lolote nalotaka kuhamisha na kurudisha kama nimeona ni sawa hivyo. Ninaweza kucollapse hizi panel na baadaye nika expand kama ninahitaji kufanya hivyo. Kitu kingine kizuri, ninaweza nikatago on and off hizi panel zinazoonekana kwa kwenda kwenye screen option. Nikasema kwa mfano quick draft, nikaiondoa na unaona inapotea. Au nikitaka kuirudisha, nitabonyeza tena hapo hapo, utaona inatokea. Kwa hiyo uwezo wa kucustomize hili eneo uko mikononi mwako, na wewe mwenyewe utavoona namna ya kupangilia. Kwa kumalizia, unaweza kuona mwisho kabisa upande wa kulia kuna help option, ambayo hii itakuongoza katika maeneo ambayo unaweza kupata shida wakati ukitumia WordPress. Usikose kujiunga nami kwenye kipindi kijacho. Mpaka hapa tumefikia mwisho kwa leo.